msiwaonee, kwa maana ya kwamba waangamizeni wote, msimuache mtu kuishi. Tunaona Yuda na Simeoni Bwana anawapatia ushindi, lakini Bwana anapowapatia ushindi hawafuatishi maelekezo ambayo yanatolewa katika kitabu hiki cha Kumbukumbu la Torati 7. Hawafuatishi hayo maelekezo, wanamchukua Adoni-Bezeki, wanarudi naye Yerusalemu. Wanarudi naye kufanya nini, wakati Bwana aliwaambia na alitoa maelekezo kwamba lao ni mmoja tu, kuangamiza. Lakini tutakwenda kuona huu mtiririko jinsi ulivyokuwa. Fungu la 8, kisha wana wa Yuda wakapigana na Yerusalemu, wakautwaa, wakaupiga kwa makali ya upanga na kuupiga moto huo mji. Baadaye wana wa Yuda wakateremka ili wapigane na hao Wakanaani waliokaa katika nchi ya milima na nchi ya Negevu na nchi ya Shefela. Kisha Yuda akawafulia hao Wakanaani waliokaa katika Hebroni. Jina la Hebroni hapo kwanza ulikuwa ukiitwa Kiriath Arba, nao wakamuua Sheshai na Ahimani na Talmai. Kisha kutoka hapo akawafulia wale wenye kukaa Debiri. Jina la Debiri hapo kwanza ulikuwa ukiitwa Kiriath Seferi. Huyo Kalebu alisema, yeye atakayeupiga Kiriath Seferi na kuutwaa, nitamuoza mwanangu Aksa awe mkewe. Unaona sasa, Mungu bado anaendelea kumpatia ushindi Yuda. Yuda bado anaendelea kuchanja mbuga, bado Yuda anaendelea kupata ushindi. Yuda anakwenda Yerusalemu, anaupiga Yerusalemu, wakautwaa kwa makali ya upanga, wakauchoma ule mji moto. Lakini baadaye tutaona katika Waamuzi, pamoja na kwamba Yuda wakati huu wa mwanzo waliutwaa Yerusalemu, lakini baadaye Wayebusi ambao walikuwa ni wakazi wa mji wa Yerusalemu walikuja wakauchukua tena mji wao. Ndipo tutakuja kuona baadaye mbele sana, wakati ambapo mfalme Daudi anatawala, ndipo alikuja kutwaa rasmi Yerusalemu, akawaondoa Wayebusi waliokuwa wanakaa katika mji huo. Basi Yuda, Mungu anaendelea kumpatia kibali, na siri za Yuda kufanikiwa katika mapambano haya tumeona katika fungu la kwanza kabisa. Walimuuliza Bwana katika safari hii, na Bwana wakawahakikishia ushindi. Wanazidi kupiga, wanazidi kuchanja mbuga, wanazidi kufanikiwa na kustawi na kuteka miji yote ilikuwa kule Kanaani. Na katika mafanikio haya, mpenzi mtazamaji, napenda tutambue ya kwamba Mungu alikuwa nyuma ya mafanikio haya. Mungu alikuwa akipambana na Yuda mwenyewe, akipambana katika vita hivi pamoja na Yuda katika mapambano haya ya Kanaani. Fungu la 13, naye Othnieli mwana wa Kenazi, ndugu mdogo wa huyo Kalebu, aliutwaa, basi akamuoza mwanaye Aksa. Mji mwingine ambao ulikuwa ni mji mgumu kupigwa ulikuwa ni huo Kiriath Seferi. Na katika mji huu wa Kiriath Seferi, katika fungu hilo la 13 na fungu la 14 unaelezewa kisa cha kijana mashuhuri, kijana ambaye alikuwa anaitwa Othnieli. Othnieli huyu ni mwana wa Kenazi, mdogo wake huyo Kalebu. Kalebu anatoa ahadi hapa, anatoa ahadi hapa, anawaambia kwamba mtu ambaye atakwenda kupambana na kuupiga Kiriath Seferi na kuutwaa, nitamuoza binti yangu aitwaye Aksa. Tunaona hapa kijana huyu Othnieli, kijana shupavu, kijana jasiri, anajitosa katika kinyang'anyiro hicho, anaingia katika vita vya kupambana, na yeye anakwenda moja kwa moja katika uwanja wa vita. Fungu la 14, ikawa hapo alipokwenda fungu la 13, naye Othnieli mwana wa Kenazi, ndugu mdogo wa huyo Kalebu, aliutwaa, basi akamuoza mwanaye Aksa. Mungu akampatia ushindi. Othnieli akautwaa Kiriath Seferi, na tunamwona Kalebu akitimiza ahadi yake. Ukisoma kitabu cha Yoshua tunakutana na simulizi nzuri sana ya Kalebu. Unajua, Kalebu ni mzee wa imani, ni mzee ambaye alianza safari ya wana wa Israeli toka akiwa kijana mdogo, na walipokuwa wamefika Kadesh Barnea, wakati Kalebu akiwa na Joshua na Musa akiongoza mapambano ya kuingia Kanaani, ni miongoni mwa wajumbe 12 waliotumwa na Musa kwenda kutengeneza Kanaani. Na kipindi hicho waliporudi, Kalebu alitoa ripoti nzuri sana. Tunamuona tena katika kitabu cha Waamuzi akiwa ni mzee wa siku nyingi, Kalebu akiwa ana nguvu bado, kama tulivyoona pia katika kitabu cha Joshua aliposema kwamba nipe tu mlima huu
niweze kuteka na kuwapiga wanaokaa katika mlima huu, Yoshua akamruhusu. Sasa tunakutana na stori yake tena, Caleb anatoa ahadi hiyo, na bado Caleb anaendelea mbele kutimiza ahadi yake. Basi mtazamaji, ukitoa ahadi yako utimize. Mungu ni Mungu wa maagano, ni Mungu ambaye anasikiliza kile ambacho tunasema. Aidha tunaidiana sisi kwa sisi kama binadamu, au tunamwahidi Mungu mwenyewe. Mungu wetu ni Mungu wa maagano, anatamani tutimize viapo vyetu, anatamani tutimize maagano yetu. Ndivyo ilivyokuwa kwa Caleb. Aliahidi kabisa ya kwamba mtu ambaye ataupiga Kiriath Seferi nitampatia binti yangu Aksa. Na kweli Othnieli anapopambana na kuuchukua, Caleb anamuoza binti yake Aksa kwa kijana huyu Othnieli.